Karibu sana katika chaneli yangu Vini Pro Media, na niwashukuru wale ambao mnaozidi kusubscribe katika chaneli hii, lakini pia kulike, kucomment, kushare kwa watu wengine. Of course mnanipatia nguvu ya kuzidi kusonga mbele kwa kiasi kikubwa sana. Kwa katika video hii nakwenda kukuonyesha niko namna gani au kwa jinsi gani tunavyoweza tukadesign poster ya chakula kama hiyo. Unaweza kuiona hapo inapita pita kwenye screen yako hapo. Kwa kaa vizuri, angalia vizuri, ongeza sauti ya simu yako kama laptop uweze kunielewa vizuri. Hatua ya kwanza basi nitaenda kufungua new workspace au sehemu mpya kuweza kufanyia kazi. Nitakuja hapa palipoandikwa file, nita-click hapo, nitasema new au unaweza kusema control N kwenye keyboard na ikapop panel kama hii inaweza kuonekana hapo. Hatua ya kwanza kabisa ni kuweza kuandaa workspace. Cha kwanza inabidi ufikirie kwamba nitaanza poster ya kuweza kuweka wapi au ni flyer ya kuweza kuweka wapi. Basi mimi hapa nitatumia ni A4 ambayo ina vipimo vya upana ni 21 cm na urefu ni 29.7 cm, lakini pia resolution yake ni 300. Alafu nitasema create, vitu vingine viacha kama vilivyo. Itafunguka workspace kama hii unaweza kuiona hapo. Kwa hatua ya kwanza kabisa, kabla hujaweza kufanya kitu chochote kile ambapo unakuwa na design kitu chochote ndani ya Adobe Photoshop, ni kuhakikisha kwamba unaweza kuandaa workspace. Kinachofuatia naweza nikosema kwamba ni background. Kwa hapa nitaweza kuweka background nyekundu kama ulivyokuwa umeiona pale. Nitakuja hapo kwenye shape, alafu nitachora hivi. Nitakuja hapa palipoandikwa fill, then kwenye hiki icon hapa nita-click hivi, itafunguka hivi. Kwa hii ni linear. Kwa nitakuja hapa nitabadilisha, alafu nitaweka radio kama hivi. Alafu nita double click kwenye hivi. Alafu nitachagua rangi kama hii hapa hivi. Alafu na hapa nitachagua rangi kama hii hapa. Kwa kama unavyoweza kuona hapa tumeandaa background ya rangi kama hivi. Kwa kitu kingine hapa nakuja kuweka vitu vingine vya kuweza kuifanya background yangu ionekane vizuri zaidi. Kwa nitakuja hapa file, nitasema place linked. Nitakuja kuchukua texture kama hiyo. Unaweza kuingia tu Pinterest ukai-download. Unaandika tu paper textures, zitakuja hapo kama hivi. Alafu hii nitai-multiply. Nitakuja hapa palipoandikwa normal, nitasema multiply kama hivi. Baada ya hapo nitakuja kupunguza opacity kidogo mpaka pale ambapo nitaona mimi inafaa. Tunaongeza details tu kwenye background yetu. Kingine tena nitakuja kuadd hapa, nitasema file, nitasema place linked kama hivi. Nitakuja pia kuchukua tena hii texture nyingine, nitaiweka hapa juu. Yenyewe itaonekana kama hivi. Nitaiscale kidogo yasijai hivyo. Na yenyewe nitakuja hapa palipoandikwa normal, nitasema multiply. Kwa kama unaweza kuona kwamba ni background ambayo tumeweza kuiandaa kama hivi, kinamna fulani ambavyo inakuwa inaonekana hivi. Kitu cha pili hapo sasa nitakuja kwanza kuweka details zangu humo ndani. Nitakuja nimchukue hapa mtu wangu, nitasema place linked. Hizi picha zote ambazo nitakuwa naweka hapa zinapatikana Pinterest. Kama utaingia Pinterest basi utazidownload, uandika tu hapo chef woman cooker, utakuja hivyo. Kwa nitamposition hapa katikati kama hivi. Alafu nitazoom ili kusudi nione napofanyia kazi vizuri hapa. Kwa nitamweka hapo. Nataka nimtengeneze kama amegamia kitu fulani hivi, ndio maana nimchukua yuko hivi. Kama hivi. Alafu baada ya hapo sasa nitakuja hapa kwenye shape. Nita-click hii shape rectangle tool. Alafu nitachora hapa shape kama hii. Let's say mpaka hapa. Humu nitaiongeza hivi, alafu itakuwa na rangi nyeupe kama hivi. Kama hivi. Alafu nitaisogeza hapa kwake. Alafu huku nitakuja kuishusha chini hiyo layer nyeupe. Kwa itakuwa kama ameinandia hapo juu, amegamia hapo juu yake. Baada ya hapo nita control T kutransform. Kwenye keyboard na control T kuweza kutransform. Baada ya hapo na right click tu hapo kwenye hiyo shape, alafu nakuja perspective.
maana ya kwamba unaweza ukaivuta hivi hiyo shape. Baada ya hapo utapiga tiki hapa, itakuuliza hivi, utasema yes. Baada ya hapo sasa nitakuja kushika shift, afu nitaongeza huko chini kama hivi, iwe hivi. Kama unaweza kuona hapo namna hii, alafu nita adjust kidogo kama hivi, kama hivyo. Ta adjust kama hapo hivyo. Kwa hapo naweza kusema kwamba amekaa poa. Baada ya hapo nitakuja kuingiza details zangu nyingine hapo. So nitarudisha nyuma hapa kidogo hivi. Kwa hapo naweza kuanza kuadi vitu vingine sasa. Nitakuja kuadi file hapa, place linked. Yes, nitakuja hapa, taweka. Hizi picha zote zinapatikana Pinterest. Kwa usipate taabu kwamba alizitoa wapi jamani, Pinterest tu. Kwa nitaweka hapo hivi. Nitaiweka hapo hivi. Itakuwa imekaa kama hivi. Kwa hapa sasa naweza nika zoom kidogo. Kama hivi. Scale chini kidogo tena. Nitaiweka hapa kama hivi. Baada ya hapo hii ni sahani. Kwa inabidi iwe na kivuli huku chini. Kwa uta click alafu utakuja hapa, utasema add new layer. Alafu nitakuja hapa kwenye hii brush. Alafu nita add hapa hivi. Kwa unaweza ukaja hapa kwenye size ukiadi inakuwa kama hivyo. Alafu hakikisha hardness ipo kwenye 0 hapa. Alafu inakuwa hivi. Kwa kitu kingine hapa naweza nikaja kaweka hivi hapo. Alafu tena nika add kidogo size hapa. Kwa unaweza kuona hapa size imekuwa kubwa. Kwa nitaipunguza tena kidogo mpaka hapo maybe. Alafu taweka hivi. Baada ya hapo nitaishusha chini ya hiyo sahani. Taweka hivi. Kwa hapa opacity nitakuja kupunguza kidogo hivi. Kwa unaweza kuona kwamba tumetengenezea kama kivuli. Step ni hizo. Kwa baada ya hapo nitakuja na kuongeza kitu kingine hapa. Nitasema file alafu press linked. Nitakuja kuchukua kisahani kama hiki tena hapo. Alafu hiki nitakuja kukiposition hapa. Kama hivi. Na yenyewe hatua ni zile kwa nita add layer hapa. Kwa kama hujaelewa hapo mwanzo nitarudia tena hapa. Ukisha add layer utakuja hapa kwenye hii brush. Kama hivi. Alafu nitasema okay, kwa unaweza kuona imekuwa kama hivi. Baada hapo nitakuja hapa. Alafu hapa nitawaza hivi. Yes, iwe kama hivi. Alafu ndo naweza nikaja nika paint hapa kivuli kama hivi. Papu kama hivyo. Alafu nikaja nikaiongeza hapa. Kwa hakikisha ipo katikati. Ukiweka pembeni hivi it means na kivuli kita pembeni. Ukiweka hapa itakuwa katikati kama hivyo. Kwa baada ya hapo na yenyewe hii kwa itakuwa kama hivyo. Kwa hapo tayari tumeweza kuweka hicho kivuli pia kwenye hiyo sahani ya chakula. Kitu kingine tena nitaongeza detail ya mwisho hapa ambayo ni kama hii. Yenyewe nitakuja kuiposition hapa. Hakikisha zinakuwa kama kwenye mstari mmoja hivi. Kama hivyo. Baada ya hapo hii
sitaiwekea kivuli cha hivyo, lakini nitakuja hapa kutu kwenye FX alafu drop shadow. Ita pop panel kama hiko, naweza nikaisogeza pembeni, unaweza kuona. Kwa opacity nitaweka 39, distance 11, alafu spread hapa ni 7, alafu size ni 16. Ukitaka kuongeza pia distance unaongeza kama unaweza kuona, lakini hapa ilipokuwa kwenye 11 mimi inatosha. Size pia hapo unaweza kuongeza unavyohitaji. Yes, kama hivyo. Na ikawa imeform kivuli kama hicho. Alafu baada ya hapo tutasema tu okay. Kama unaweza kuona hivyo tayari tumeweza kutengeneza kitu kama hiki. Yeah, hiyo ni hatua ya kwanza kabisa ambayo tumeweza kuifanikisha au kuweza kuitengeneza na kuweza kuimaliza. So kitu kingine hapa nitakuja tu kuongeza vitu baadhi. Nitakuja hapa file, nitasema place linked. Alafu nitakuja kwenye nchi kijani hapa nitakichukua kama hivi. Yes, hizi ni nakshi. Yeah, unaweza ka search Pinterest hapo leaf wakakuletea. Kwa nitakiweka hapa kama hivi kwenye kona kabisa. Baada hapo nitakuja hapa filter, nitasema blur alafu Gaussian blur. Yes, alafu nitakiongezea kama 4 hivi blur nitaweka. Alafu hivyo. Baada ya hapo utashikia alt kwenye keyboard kuduplicate. Alafu nitakuja ukiweka hapa pembeni hapa. Sasa nataka kigeukie upande huu wa pili. Kwa nitakuja hapo edit, alafu nitasema transform horizontal. Kwa kitabadilika kitakuwa kama kimeangalia hivyo. Alafu nitakiweka hapo. Kwa baada ya hapo sasa, na hapa juu nitakuja kuweka vitu vingine, press linked. Nitakuja kuchukua hichi kinyanya hapo. Yes, search to tomato hapo itakuja. Yes, cut tomato. Hivyo taiscale kidogo hapo chini. Alafu nitakuja kuiweka hapa. Na yenyewe nitakuja hapa filter. Yes, isionekane sana blur, alafu Gaussian blur. Tunawekea Gaussian blur kwa sababu hatutaki ionekane sana. Kwa kama hivyo. Yes. Taiscale tena chini kidogo. Kama hapo. Yep. Baada ya hapo nitakuja tena kuweka kitunguu hapa. Unaweka details ambazo zinaendana na kitu ambacho na kidesign. So kama una design kitu fulani alafu unaanza kuweka vitu tofauti, hapana. Mimi ndio maana naweka hivi kwa sababu vinaendana kile ambacho na kidesign. Hiyo utakuja filter, nitasema blur, Gaussian blur. Vile vile. Kwa uwagi na set preset. Hapo kwenye radius utaacha 4 hivyo hivyo. Kwa unaweza kuona kitu ambacho tumekipata kwa haraka haraka tulipofanya hapo. So unaweza kuanza kuadd details zako sasa hapo. Kwa utakuja huyu mtu utamclick hivi. Alafu utachukua hii type tool. Click hapo. Alafu nitasema mama B kama hivi. Lakini hii font nitaibadilisha, nitaweka impact font. Kwa kama hauna hii impact unai-download mtandaoni Google, andika tu hapo impact itakuja. Yes, alafu taifanya iwe kubwa kabisa kama hivi hapo. Baada ya hapo afu nitaipandisha hapa juu. Lengo la kuwa tumemselect yule mtu mara ya kwanza ni kwamba hii mama biji ionekane hapa juu. Ili kusudi turahisishie sisi kuja kuishusha tu chini kama hivi. Na hisi umenielewa hapo. Kwa baada ya hapo nitakuja hapa kwenye color, nitakuja kubadilisha rangi, nita-click hapa tu kwenye color hivi. Alafu ita pop panel ya rangi kama hivi, nitakuja kuchagua rangi ya njano kama hii. Hapo alafu nitasema okay. Kwa hiyo naweza nikaiscale tena vile ambavyo mimi nahitaji iwe. Yep, kama hivi hapa. Juu kabisa hapa. Kama hivyo. So kisha ipo katikati kama hivi. Baada ya hapo tena nitakuja tena kwenye type tool hapo. Yep. Nitakuja kuandika. Lakini hii litakuwa neno jeupe. Kama hapa. So hakikisha unajua kumatch rangi vizuri kwenye color. Yeah. Kwa mfano rangi nyekundu inaenda rangi nyeupe na njano kama unaweza kuona hapo.
Kwa hapa font hapa nitaandika iwe ni Catholic. Hii unaweza kuiona Catholic. Kwa nimependa kutumia hii. Kama hauna basi ingia tu Google hapo na download unaipata. Kwa nitaandika hivi Mama B Food Point. Kama unaweza kuona hapo. Hivi nilivyoandika hapo. Kwa kitu kingine hapa sasa nakuja kumalizia vitu vichache sana. Tachora tena shape kama hii. Hapo. Funta expand hivi. Hapa kwenye fill nitakuja kuchagua hichi ki icon. Alafu hapa ta double click hivi, alafu nitachagua rangi hii chini. Alafu huku juu nitachagua rangi hii nzito nzito, alafu nitaweka hivi. Baada ya hapo nitaweka hapa, alafu nita control T ku transform tena, then nita right click nitasema perspective. Kwa nitakuja kufanya nitafanya hivi. Kama hivi, alafu nitasema yes. Kwa kama kupunguza size nitaweza kuipunguza kama hivi. Na nitaiweka hapa katikati kama hivi. Kwa hapo naweza nikaja kuandika sasa maybe tuseme huduma zetu. Lakini hii font nitaandika vintage. Vintage kama hivi. Huduma zetu. Lakini pia hii itakuwa na rangi ya njano pia. Kama hapo hivi. Baada ya hapo pia nitakuja kuweka hii hapo. Nitachagua font nyingine hapo, nitaweka labda font kama hii. Nitasema wali pilau. Sambusa. Wali maharage. Maybe na nyama, alafu nitaweka na kadhalika. Lakini hii itakuwa na rangi nyeupe kama hivi. Tunachanganya rangi kama hivi kusudi tuweze kuwa na muonekano mzuri zaidi. Kwa itakuwa kama hivi. Baada ya hapo kilichobakia sasa naweza nikaja kuweka issue ya mawasiliano hapa chini. Lakini ya mawasiliano yatakuwa rangi nyeusi. Nitaweka black kama hivi. Alafu hapa nitatumia product sun regular hii. Kwa nitaandika mawasiliano kama hivyo. Kwa utaweka mawasiliano ya ofisi hapo. Mfano kama hivyo. Kama hivyo. Kwa hapo naweza nikabadilisha na nikaweka bold kama hivi kidogo. Ilete maana nzuri. Kama hivi. Nitaiweka hapo. Baada ya hapo pia nitashikilia alt kwenye keyboard. Alafu hapa nitaandika neno karibuni sana kama hivi. Baada ya hapo nitatumia hii fonti inaitwa Wedding Dream Demo. Kama hivi. Piga okay hapo. Kama hivi.
Kwa hiyo unaweza kuona kwamba tumeweza kutengeneza flyer kama hiyo ambayo nimekuelekeza mwanzo mwisho mpaka hapo tulipoweza kufikia. Kwa mpaka hapo sina cha ziada ambacho naweza nikakuongezea. Basi kama tutorial hii imekusaidia chochote kile ambacho umejifunza ambacho ni kipya, usahau kusubscribe lakini pia kulike na kucomment pale ambapo unakuwa hujaelewa au unataka kuuliza swali au tutorial inahusiana kitu gani. Unaweza ukanikomentia hapo chini na nikafanya hivyo. Lakini pia usahau kushare na mwenzako ili kusudi na yeye aweze kujifunza. Tukaweza kwenda mbele wote kwa pamoja.